letu as Phenomenal Kingdom Mothers huwa tunakutana tukijua kwamba divine intervention inaweza kunyorosha maneno kama haya. Kuna vile tunaweza kuketi na kuongea na kusema, lakini mkono wa Mungu ukishuka utanyorosha maneno kama hayo inayopita mahali ambapo tunaweza kufika. Kwa sababu utafikiriaje mtu ambaye amefanya matendo kama hayo? Lakini tunahakika tunaona Mungu akiingilia jambo kama hili. Ndio maana unaona kikundi cha Phenomenal Kingdom Mothers Kenya, ambaye sasa hata tuko Uganda, tuko Tanzania, tunakusanyika tukisema Mungu wetu, maneno uharibifu wa shetani, mambo ambayo hayana chanzo, whose source is not God, tunayakataa na tumeona Mungu katika kaunti yetu ya Bungoma. Nyinyi akina mama kumeshuhudiwa mimba za mapema kwa watoto wa kike, na imekuwa ni jambo la kushangaza, jambo ambalo limefanya kaunti yetu kuwa namba moja kwa sababu ya watoto wengi kushika mimba za mapema. Nyinyi kama viongozi wa kina mama wa viongozi, ni wapi mmefanya? Tumeingilia hilo jambo. Ukituona tunashikana mikono hivi, mambo kama hayo tunayashughulikia. Kuna mahali utafika kama mwanadamu, kwa sababu Mungu alipatia kila mwanadamu hiyo haki ya kusema ndio na haki ya kusema ya kukataa. Lakini sisi kama wamama tuna kitengo cha watoto wetu kinaitwa Phenomenal Kizazi Phenomenal. Tumeingilia hilo jambo, tunakusanya watoto wetu, tunaita watu wa washauri, tuna annual conference. Hata hii mwaka tunayo kutoka 30th of July mpaka 2nd of August. Itakuwa kule Kisumu Tongoya. Tunakusanya watoto wetu na kuwaelekeza jinsi Mungu anavyotuwezesha. Na hii county we decree and declare, hiyo number 1 mimba ya mapema inafutika. Jameni, tunaingilia hata in counseling, tunaingilia katika maombi, tunaingia katika mentorship programs. Zote Mungu ametutunuku mama unaowaona, they are career people, some of them are lecturers, some of them are nurses, doctors, professionals. Tunaweka all those things together, ndio maana to address hiyo kitu, na tunaomba ya kwamba mahali imefikia kutoka hapo, jameni, kutoka unaona ambao wanatekeleza visa kuwapachika mimba watoto wadogo, labda ushauri wako ni upi kama mama? Na pia kuna inasemekana kwamba kaunti ya Bungoma kuna mambo na mimba za kijinsia, especially kina mama wananyanyaswa sana. Hata swali zuri sana. Ndio maana tuko jinsi tunaona hayo mambo ambayo unauliza, they are a concern to us. Na tumesema hiki kitengo cha Kizazi Phenomenal ni watoto wote, hata wale wanapachika mimba na wale wanapachikwa ni watoto wetu, na tunawaendea na tunawafikia kadiri na uwezo wetu. We cannot assemble the whole world, lakini tunaweza kufikia wale ambao tunaweza, and we know itasaidia sana. Mara nyingi kama viongozi wa kina mama mmeshuhudia kipaumbele watoto wa kike, girl child, na kusahau boy child, na mnajua vizuri sana wapo tafunza mtoto msichana akuwe mtoto mzuri na aende kuolewa kwa mtoto mbaya ambaye hana elimu hata masomo. Kuna mahali mtakuwa mfeli wakati ambapo kuna consider girl child. Kulikuwa na wakati ambapo wasichana walikuwa wamelemewa sana katika historia yetu na wherever. So walipoingilia kusaidia pale, ilikuwa ya kwamba wasaidie wasichana, lakini ikafika mahali wasichana wakarekebika na kimakosa tukasahau vile, lakini tuliona they are okay, only to discover tumewaacha nyuma, tumewaendea kwa nguvu sana. The boy child is our son, the boy child is the husband of our girls. So tumewaendea, kwa maana ukiona Kizazi Phenomenal, tumeendea watoto wetu kwa nguvu sana, na wavulana na wasichana 18 to 35 tunawaweka pamoja, tunawaongelesha. Tunarudi huko nyuma kwa sababu sisi ni watu
wa tabaka mbalimbali. We are serious, we mean it, and we are going for it. Wale ambao watatusikia kwamba karibuni hapa ni mahali pa kuwa, this is a place to belong, this is a place to be part of, because you shall never be the same. Looking at these wonderful mothers behind me, you realize they were not what they are, but God has transformed them. It's by the power of coming together. That's the power of unity. Kwa hivyo nawakaribisha wote, asanteni, na ninasema wacha hii siku ikawe siku ya ajabu na tukafurahie katika uwepo wa Bwana, kwa sababu tumekutana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Karibuni sana. Askofu, hivi majuzi kumeshuhudiwa na watumishi wa Mungu kuuawa kama kule Elgeyo Marakwet. Pengine kama kiongozi wa kidini, wito wako ni upi kwa serikali kuweza kuimarisha, kwa sababu ya insecurity katika taifa hili, kwa viongozi wa kidini? Mimi kama kiongozi wa kanisa ningependa kusema kwamba security begins with ourselves, na serikali ina jukumu la kulinda kila mwananchi, wacha kiongozi wa dini peke yake. Ina jukumu la kulinda kila mwananchi na kila Mkenya, maana hata wale walioua walikuwa wanaua mtu, na yule aliouawa ni Mkenya. Kando ya mwito ambao tuko nao kama watumishi wa Mungu, ya kwanza ni Mkenya, na tuna haki ya kulindwa na serikali ya Kenya. Na mimi wasia wangu kwa serikali kwamba wacha tukalinde kila mmoja, na sisi kama watumishi wa Mungu tunamtegemea Mungu, hatuna silaha ya kujikinga, hatuna ujanja wote wa kusema hii itatuokoa, tunategemea Mungu. Ndio sababu we are really susceptible and prone to any attack. Mimi ninasema wacha nchi ya Kenya serikali ikalinde kanisa, maana huwa naona wakienda mikutano yao ya hadhara paka wapeleke askari wachunguze. Hata sisi kwa sababu tuna haki ya kuwa wa Kenya, wacha bi watuletee ulinzi. Wakisema tuko na kanisa, watuletee ulinzi, maana watu ni wengi. Na sisi kama kanisa, watu wanaokuja kanisani wale wote, maana Biblia nasema wale wote waliokuja kwangu sikukataa hata mmoja isipokuwa mwana wa mpotevu. Kwa hivyo wabaya na wazuri Mungu alitutuma kwao wakuje. Kwa hivyo wakikuja sisi hatutajua huyu ni anania gani, lakini serikali wakiweko watulinde sawa sawa. Mimi nashauri tu serikali na ninawaomba kwamba wacha wakalinde kila Mkenya sawa sawa jinsi watakavyolinda mpunge wasiri na rais. Wacha bila Mkenya hapo chini alindwe, na tukilindwa hivyo kanisa tutakuwa salama. Ni jambo la kusikitisha sana, watumishi wa Mungu wanauawa katika kazi. They are being killed and destroyed in line of duty. Na wako hapo kuombea nchi hii, wako hapa kuombea wananchi, wapo hapa kusaidia amani, maana sisi Mungu ametutuma tukawe wapatanishi wa kuleta amani. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu ikatulinda. Hata leo nimefurahi kwa sababu tuko na askari wametulinda. Nataka ikaendelee na kuendelea, na hata Jumapili pia tukapewe. Tunashukuru sana. Mwisho wa askofu, kumeshuhudiwa na siasa, viongozi wa kisiasa kwenye makanisa wakitoa cheche za maneno. Pengine ushauri wako ni upi? Wanasiasa wanapo kombana, huwa kwa Kiingereza tunasema when two bulls are fighting, the grass is the sufferer. You know, the grass will be suffering. Sasa hivyo wanasiasa wetu tumewapea mamlaka ya kulinda uchumi wa Kenya, usalama wa Kenya, rasilimali ya Kenya. Kwa hivyo wakati wanakombana, wakifutana huku na huku, wanatuumiza sisi kama wananchi tuliowadhamini. Tukasema kwamba wacha wakatuongoze, maana uchumi utaripika, masomo ya watoto wetu, afya ya watoto wetu, hospitali hasitakuwa na kila kitu, na mipango haitakuwa mizuri, kwa sababu hawa wameacha kazi, wameanza kukombana na malumbano yao. Wanasiasa wanapoingia kanisani si wageni. Hii ni jambo ambalo linajulikana. Unajua kuna unafiki. Mwanasiasa akiingia kanisani, Biblia sisi hatujaweka mtu asome aliokoka na siokoka. Pia anasoma maandiko na anakuja kanisani na akisema neno, na sisi Biblia ilituahidi kwamba tusikatae anayenena. Tuka hivyo tutawasikia. Lakini unafiki ulio ndani yao Mungu awasaidie wajue kwamba kitu wanachosema wacha wamaanishe, maana wamekuja kwa mbinu ya kutaka kura. Wanakuja kanisani, wakifika kanisani wanaokoka, wakitoka nje mambo wanaofanya ni ajabu. Kwa hivyo tunawaomba jamani, wacha tuokoke, wacha Mungu awakumbuke, wacha Mungu akawaokoe.
Anza na introduction, tuambie sababu ya nyinyi kuandaa hii hafla ya leo hapa, na ni hafla ya kina nani? Okay. Majina yangu naitwa mchungaji Roslyn Mudenyo. Hafla hii imeandaliwa na kikundi ambacho Mungu alipeana maono Daktari Reverend Jocelyn Isiki kuhusu wake wa wachungaji, kuhusu evangelist missionaries, watumishi wa kike wa Mungu. Na maono hayo yanafikia kaunti zote, na haswa leo imekuwa siku yetu ya Bungoma County ambao tumekuja pamoja sub county zetu 9 kukutanika pamoja kama jeshi ya Phenomenal Kingdom Mothers, wa mama ambao wamejitolea kwa maombezi ya jamii, ya familia za wachungaji, familia za watumishi wa Mungu, na pia kuombea nchi yetu ya Kenya. Hiyo ndio malengo yetu kutanika siku ya leo, ili tuweze kuweka msingi kuwa tuko mahali hapa. Reverend Jocelyn Isigi, mimi ni kwa neema ya Mungu, mimi ni mtumishi wa Mungu, na Mungu alinipatia huu mwito ambao unahusu the welfare, wema wa watumishi wa Mungu. Tuko hapa kwa sababu ya kuweka wakfu hiyo Phenomenal Kingdom Mothers hapa Bungoma. Umeniuliza swali, na hilo swali linatuguza sisi kama wamama. Kila mama, jambo kama hilo lazima kuguze kwa uzito. Hata Phenomenal Kingdom Mothers tunasimamia motherhood, na yeyote ambaye amezaliwa tayari alipitia kwa mama. Kwa hivyo tunachukua nafasi yetu, sio kuelekeza kidole, lakini kuchusikia uchungu wa tendo kama hilo, kwa sababu tunajua ya kwamba uharibifu wote unatokana na mbinu za shetani. Kwa hivyo sisi tunalenga shetani tunapochukua mambo mazito kama haya na kuyapeleka kwa Mungu na kumwambia Mungu, ebu zuia mambo kama haya yasifanyike tena, kwa sababu hakuna jinsi Mungu atatukuka kwa sababu ya damu ambayo haina hatia. Kwa hivyo sisi ukituona tumekusanyika hivi, hilo ndio lengo letu as Phenomenal Kingdom Mothers. Huwa tunakutana tukijua ya kwamba divine intervention inaweza kunyorosha maneno kama haya. Kuna vile tunaweza kuketi na kuongea na kusema, lakini mkono wa Mungu ukishuka utanyorosha maneno kama hayo inayopita mahali ambapo tunaweza kufika. Kwa sababu utafikiaje mtu ambaye amefanya matendo kama hayo? Lakini tuna uhakika na tumeona Mungu akiingilia jambo kama hili, na ndio maana unatuona kikundi cha Phenomenal Kingdom Mothers Kenya, ambayo sasa hata tuko in Uganda, tuko Tanzania, tunakusanyika tukisema Mungu wetu, maneno uharibifu wa shetani, mambo ambayo hayana chanzo, whose source is not God, tunayakata, na tumeona Mungu akituimarisha. Ingilia hilo jambo, ukituona tunashikana mikono hivi, mambo kama hayo tunayashughulikia. Kuna utafika kama mwanadamu, kwa sababu Mungu alipatia kila mwanadamu hiyo haki ya kusema ndio na haki ya kusema ya kukataa. Lakini sisi kama wamama tuna kitengo cha watoto wetu kinaitwa Phenomenal Kizazi Phenomenal. Tumeingilia hilo jambo, tunakusanya watoto wetu, tunaita watu washauri, tuna annual conference. Hata huu mwaka tunayo kutoka 30th of July mpaka 2nd of August. Itakuwa kule Kisumu Tomboya. Tunakusanya watoto wetu na kuwaelekeza jinsi Mungu anavyotuwezesha. Na hii county we decree and declare, hiyo number 1 mimba ya mapema inafutika. Jameni, tunaingilia hata in counseling, tunaingilia katika maombi, tunaingia katika mentorship programs zote. Mungu ametutunuku hawa mama unaowaona, they are career people. Some of them are lecturers, some of them are nurses, doctors, professionals. Tunaweka all those things together, ndio maana to address hiyo kitu, na tunaomba ya kwamba mahali imefikia kutoka hapo, jameni, kutakuwa na utofauti. Ni nzuri sana. Ndio maana tuko jinsi unatuonavyo. Hayo mambo ambayo unauliza, they are a concern to us.
na tumesema hiki kitengo cha kizazi phenomenal ni watoto wote, hata wale wanapachika mimba na wale wanapachikwa ni watoto wetu, na tunawaendea na tunawafikia kadiri na uwezo wetu. We cannot assemble the whole world, lakini tunaweza kufikia wale ambao tunaweza, and we know itasaidia. Itasaidia sana. Wasichana walikuwa wamelemewa sana katika historia yetu, hata hapa Kenya na wherever. So walipoingilia kusaidia pale, ilikuwa ya kwamba wasaidie wasichana, lakini ikafika mahali wasichana wakarekebika, na kimakosa sio hatukusahau vile, lakini tuliona they are okay, only to discover tumewaacha nyuma. Tumewaendea kwa nguvu sana. Yes. The boy child is our son. Yes. The boy child is the husband of our girls. Yes. So tumewaendea, ndio maana ukiona kizazi phenomenal. Kizazi phenomenal. Tumeendea watoto wetu kwa nguvu sana. Na wavulana na wasichana 18 to 35 tunawaweka pamoja, tunawaongelesha. Tunarudi huku nyuma kwa sababu sisi ni watu wa tabaka mbalimbali. We are serious, we mean it, and we are going for it flat out, kwa sababu ya jinsi Mungu ametutendea. Yes. Sisi ni Phenomenal Kingdom Mothers. Yes. Lakini siku ya leo tuko hapa Bungoma County to launch Phenomenal Kingdom Mothers. We have been 5 years old, lakini Bungoma ni sehemu ambayo hatuwezi kuhamisha. Nina mmoja wetu ambaye ni mkubwa wetu ki authority. Huyo ni Apostle Margaret Baraza. Yuma Baraza. I'm on the national board as an advisor in this PKM Phenomenal Kingdom Mothers, and I want to thank God because of this day we are here in Bungoma. I want to say that in Phenomenal Kingdom Mothers we have an arm called Kizazi Phenomenal. There we deal with matters concerning our younger generation, and we bring them up in the ways of God and advise them accordingly, so that in their future life, their future life is secured in the Lord. Some of the young people, they fear getting married because of what is happening in the society. Maadili yamepotea, but as kingdom mothers, we make sure that we are aligning this new generation in the path of God and in the direction and the ways of God. And we encourage them that if you are in the Lord God Almighty, your ways will be good. That is why we came up with an arm that takes care of the young generation. Praise the Lord. So this PKM is an all-round thing. It is taking care of even the needs of the young generation, spiritually empowering them, and also addressing issues that are affecting the young generation. Because now the society and things have changed. Things have changed so much. So people, people feared. Our children fear getting married and marrying and serving God. Some of them say we don't want even to be pastors, but we are here to streamline things and to tell them it is good serving God. They can enjoy and serve God and even flourish in the marketplace. Dan Malamba ni apostolic leader wa Restoration Revival Center, na leo tuko privileged to host this wonderful launching. Ni launching ya kikundi cha wamama wake wa maaskofu katika kaunti yote ya Bungoma. Hawa mama wamekuwa instrumental into enabling others to mother others. As mothers, sasa wafundishwa jinsi ya kulea jamii zao, wazee wao na watoto wao kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Na leo hii sisi tumetunukiwa nafasi hii kuhost mkutano, na ningependa kukaribisha wamama wote wa maaskofu na wajungaji katika mji wa Bungoma. Karibu hapa, maana mbele yetu siku ya leo tumetunukiwa kuwa na mama kiongozi wetu wa kaunti hii, anaitwa Rose Mudenyo. Naye kwa ajili ya heshima yake tumemheshimisha katika mji huu wa kaunti ya Bungoma, na pia tumetunukiwa kuwa na kiongozi mkuu wa Phenomenal Kingdom Mothers, yani wa mama wa ajabu, remarkable.
wale ambao hawalinganishi na mwingine, kando yao hakuna mwingine, naye hakuna mtu mwingine katika nchi ya Kenya isipokuwa Mama Jocelyn Isiki, ambaye najua atapata nafasi pia kuwasalimia. Na mimi kama mtume nilisema wache wakuja hapa, na kwa heshima na unyenyekevu na wakaribisha wote wale ambao wako hapa na wale ambao watatusikia kwa chombo hiki kwamba karibuni. Hapa ni mahali pa kuwa. This is a place to belong. This is a place you need to be part of, because you shall never be the same. Looking at these wonderful mothers behind me, you'll realize they were not what they are, but God has transformed them. It's by the power of coming together. That's the power of unity. Kwa hivyo nawakaribisha wote, asanteni, na ninasema waje hii siku ikawe siku ya ajabu na tukafurahie katika uwepo wa Bwana, kwa sababu tumekutana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Karibuni sana. Wacha kiongozi wa dini peke yake. Ina jukumu la kulinda kila mwananchi na kila Mkenya. Maana hata wale walioua walikuwa wanaua mtu, na yule aliouawa ni Mkenya. Kando ya mwito ambao tuko nao kama watumishi wa Mungu, ya kwanza ni Mkenya, na tuna haki ya kulindwa na serikali ya Kenya. Na mimi ni wasia wangu kwa serikali kwamba wacha tukalinde kila mmoja, na sisi kama watumishi wa Mungu tunamtegemea Mungu. Hatuna silaha ya kujikinga, hatuna ujanja wote wa kusema hii itatuokoa, tunategemea Mungu. Ndio sababu we are really susceptible and prone to any attack. Mimi ninasema wacha nchi ya Kenya, serikali ikalinde kanisa, maana huwa naona wakienda mikutano yao ya hadhara mpaka wapeleke askari wachunguze. Hata sisi kwa sababu tuna haki ya kuwa Wakenya, wacha pia watuletee ulinzi. Wakisema tuko na kanisa, watuletee ulinzi, maana watu ni wengi, na sisi kama kanisa, watu wanaokuja kanisani wale wote, maana Biblia inasema wale wote waliokuja kwangu sikukataa hata mmoja isipokuwa mwana mpotevu. Kwa hivyo wabaya na wazuri Mungu alitutuma kwao wakuje. Kwa hivyo wakikuja sisi hatutajua huyu ni ana nia gani, lakini serikali wakiweko watulinde sawa sawa. Mimi nashauri tu serikali, na ninawaomba kwamba wacha wakalinde kila Mkenya sawa sawa jinsi watakavyolinda mbunge, waziri na rais. Wacha bila Mkenya hapo chini alindwe, na tukilindwa hivyo kanisa tutakuwa salama. Ni jambo la kusikitisha sana, watumishi wa Mungu wanauawa katika kazi. They are being killed and destroyed in line of duty. Na wako hapo kuombea nchi hii, wako hapa kuombea wananchi, wako hapa kusaidia amani, maana sisi Mungu ametutuma tukawe wapatanishi wa kuleta amani. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu ikatulinda. Hata leo nimefurahi kwa sababu tuko na askari wametulinda. Nataka ikaendelee na kuendelea, na hata Jumapili pia tukapewa. Tunashukuru sana. Mwisho wa askofu, umeshuhudia na siasa, viongozi wa kisiasa kwenye makanisa wa cheche za maneno, pengine ushauri wako? Wanasiasa wanapogombana huwa kwa Kiingereza tunasema when two bulls are fighting, the grass is the suffer. You know, the grass will be suffering. Kwa hivyo wanasiasa wetu tumewapea mamlaka ya kulinda uchumi wa Kenya, usalama wa Kenya, rasilimali ya Kenya. Kwa hivyo wakati wanagombana, wakifukana huku na huku, wanatuumiza sisi kama wananchi tuliowadhamini. Tukasema kwamba wacha wakatuongoze, maana uchumi utaharibika, masomo ya watoto wetu, afya ya watoto wetu, hospitali hazitakuwa na kila kitu, na mipango haitakuwa mizuri, kwa sababu hawa wameacha kazi, wameanza kugombana na malumbano yao. Askofu, kabla umalize, tumeona kwamba baadhi ya matamshi yanayozungumziwa ndani ya kanisa kwa madhabahu, labda wito wako ni upi kwa wanasiasa? Unajua kwamba madhabahu ni mahali patakatifu. Ndio wito wako ni upi? Wanasiasa wanapoingia kanisani si wageni. Hii ni jambo ambalo linajulikana. Unajua kuna unafiki. Wanasiasa akiingia kanisani, Biblia sisi hatujaweka mtu asome aliokoka na siokoka. Pia anasoma maandiko na anakuja kanisani na akisema neno, na sisi Biblia ilituahidi kwamba tusikatae anayenena. Kwa hivyo tutawasikia, lakini unafiki ulio ndani yao Mungu awasaidie wajue kwamba kitu wanachosema wacha wamaanishe, maana wamekuja kwa mbinu ya kutaka kura. Wanakuja kanisani, wakifika kanisani wanaokoka, wakitoka nje mambo wanaofanya ni ajabu. Kwa hivyo tunawaomba jamani, wacha tuokoke, wacha Mungu awakumbuke, wacha Mungu akawaokoe.